Mtumishi, ushawahi kuvuta bangi? Bangi nishawahi kuvuta. Asante. Unajua hizi vitu zinatia watu moyo sana. Usione bangi inatia watu moyo. No, hizi stories. Ambapo naondoka ndio nikakutana na polisi hapo. Kabla hata ujieleze na wajua usiku nao wakati mwingine wanatembea tembea tu kama unaonekana tu kama muhuni. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anafanya kazi ya uganga. Asante tu twende. Ilikuwaje? Sasa yeye kama alikuwa anajua kwamba unataka kumtembelea, alikuwa na rafiki zake ambao anawatuma kwako, wanakuja na kuhoji. Okay, it's my time. Kachiwa maneno tena nimekuja kwa screen. Nimeamua kukuletea kipindi ambacho kitakuwa kinakujia kila wiki, ambacho tutakuwa tunazungumzia maisha ya kila siku, maisha ambayo tunayapitia, maisha ambayo wale maseleba ambao unawaona unafikiria hawajawahi kupitia maisha fulani hivi, tutakuwa tunawaleta hapa. Lakini hii episode ya kwanza katika Maneno's Joint tunaipatia jina la Behind the Microphone and Screen. Hii tutakuwa tunaangalia sana wanahabari, na mwanahabari wetu wa kwanza ambaye tumeamua kumleta hapa atakuwa sio mwingine lakini ni mwanahabari ambaye amefanya katika kila sekta ya wanahabari, sio kwa redio, sio kwa uandishi, na pia sasa hivi yuko kwa TV. Sio mwingine ila ni mtumishi wa Mungu Bwana Francis Mandi. Sema na sisi, ongea na kila mtu hapa akusikie. Mambo vipi mtumishi? Nashukuru, kwema. Kwema kabisa. Nashukuru pia mzima. Nafurahia pia kufika hapa. Umefurahia kufika, lakini unafurahia kunizungusha kweli? Sija kuzungusha, wajua hali ya kazi muda mwingine unakuwa busy hapa na pale kimbia mjini. Kwa hiyo inakuwa sasa sio kukuzungusha. Yaani mwaka mzima, mwaka umeisha lakini sio mwaka ndo umeanza. Yaani tangu mwaka wazi si kunizungusha lakini lakini nashukuru hatimaye, wajua kile ambacho kimepangwa lazima kiwe, hata iwe vipi, hata ikichukua muda gani, lazima hatimaye tumekutana. Ndio maana nasema umekuja na hata kiwe vipi lazima tutakutana. Neno la Mungu nimesema ili tunaanza na Mungu. Ni step nyingine mpya lakini tunatakiwa tuanze na Mungu. Sijui kama wewe unasikiza secular, kuna ngoma ya Mafik wanasema tunaanza na Mungu. Unaijua? Niseme huwa zinanipita japokuwa kuna muda ambapo unaweza ukaingia kwenye matatu ukapata zinachezwa pale nasikia, lakini hiyo sijaisikia. Inasema tunaanza na Mungu, na hili haikuwa bahati mbaya ama bahati nzuri sana kukupata wewe kuamua kuanza na wewe. Nilikuwa na watu wengi sana pia. Nilikuwa nianze nao lakini nikasema wacha nianze na mtumishi, tuanze na Mungu. Nashukuru hata kwa heshima hiyo. Wajua tunasema kwamba chochote ambacho unamtanguliza Mwenyezi Mungu mbele lazima kitafanikiwa. Kwa hiyo nashukuru hata kwa hiyo heshima kunipa hii nafasi kuwa mgeni wako wa kwanza. Najua kwamba utaenda mbali. Amina. Kwanza kabisa watu wengi wanakujua kupitia Tulizo. Kama pasta. Ulizaliwa katika familia ya pasta ama dini sana ama ilikuwa kwaje mtumishi? Niseme kuzaliwa kwangu, nimezaliwa katika familia ambapo ni watu walikuwa sana na hofu ya Mungu. Yaani ni watu ambao tumelelewa kanisani tangia nikiwa mtoto mdogo. Tumelelewa katika kanisa la Catholic. Nilianza pale nikiwa mtoto mdogo, Sunday school nilikuwa naenda. Yaani ni watu tu, mimi nimemjua Mungu tangia nikiwa mtoto mdogo. Kwa hiyo si kitu ambacho nitakwambia kwamba nikuja nikawa nimetoka nje, lakini mimi nimetangia nikiwa mtoto mdogo, nimezaliwa tu kanisani. Salamu Maria. Nimejaa neema, Bwana yu nawe. Nikafika muda ambapo nikapewa kinaitwa kipaimara. Ni hiyo yote nimefanywa. Na nini kilikufanya utoka huko kwa Salamu Maria ukakuja Akemewe sana? Si kutoka kwa sababu labda kuna makosa ambayo niliyaona. Wajua hata katika taifa letu kuna ule uhuru wa kuabudu. Lakini pale ni watu ambao wanaheshimu sana. Hata sasa hivi nikienda labda mahali ambapo nitakuta wanaabudu ile ibada, nitahudhuria misa, nitafanya vile ambavyo wanafanya. Ni vile tu labda kulingana na ule mwito wangu ambao niliusikia ndani yangu, niliona labda hapa itakuwa ni changamoto kuendelea, lakini hapa inakuwa bora zaidi. Lakini siwezi nikakwambia kwamba usiende huko kwa sababu ni kubaya. Pale ni pazuri, nimelelewa pale, Mungu amenionekania, kanibariki nikiwa pale. Kwa nikija hapa nianze kusema kwamba labda wanaokwenda hapa wanafanya makosa, nitakuwa nakosea. Lakini pale ni pazuri na si kutoka kwa sababu labda kuna makosa niliona, bado nashiriki kule. Ukienda nyumbani unaenda Katoliki ama naenda Katoliki, wazazi bado wako pale. Na si kutoka pale kwa sababu labda ameona makosa. Na shiriki ibada pale na nilikuwa mwanakwaya pia. Kwanza wewe ulifukuza kwenu lini? Kufukuza kwenu kwetu kivipi? Kufukuza
Umefukuzwa kwenu wewe? Sijafukuzwa. Unajua huwa tunaambiwa sana hawa jamaa wakifikisha 18 anafukuzwa nyumbani aende akajitafutia. Kwa hiyo inamaanisha bado upo pale pale kwa wazazi. Lazima niendelee kuishi na wazazi kwa sababu sasa wajua kila mmoja ana familia yake, na mahali ambapo kuna familia yako hapo ndio kuna upendo zaidi. Hata nikisema kwamba labda anaenda kuwekeza mbali na nyumbani, bado utakuta kwamba anahitaji ile familia yetu kwa sababu ile ni damu. Simaanishi hivyo, na maanisha ile kuambiwa na mzazi wewe mtumishi, wewe mandi, ushakuwa sasa jitegemee. Nasikia huwa ni miaka ikifika 18 ushakuwa mtu mzima. Kishamaliza masomo yako, basi inabidi hata wewe mwenyewe ujipange. Hata sio kufukuzwa. Hata wewe kuna muda ambao unafika, unaona sasa mahali ambapo nimefika itabidi sasa niondoke nikaanze maisha. Unajianzia tu wewe mwenyewe. Unaanza tu mwenyewe. Lakini ufukuzwe nyumbani. Ukifukuzwa basi itakuwa kuna ni kama hutaki kuondoka. Ni kama labda lakini sidhani kama kuna familia ambayo inaweza kafukuza mtu. Kile ambacho labda anaweza akafanya ni kuanza kukupa changamoto kwamba sasa hivi kati ushakuwa mtu mzima, sasa tunahitaji kuona familia yako. Sasa labda hiyo huwa inauma polepole. Yaani unaambiwa kwa uzuri lakini kuuma inauma sana. Labda lakini hilo halijafanyika kwangu. Asante sana kama hujafanyikiwa hiyo, lakini pia ningependa nijue kusoma kwako, kwa nini uliamua kusomea wanahabari? Unajua tumesema hii season tunaangalia behind microphone and screen. So wewe nakujua vizuri. Ni mtu ambaye umekuwa kwa redio, uko kwa TV, uko kwa uandishi, wewe ni mwanahabari ambaye amekamilika. Ni nini kilikusukuma ukaingia kwa wanahabari? Tangia nikiwa mtoto mdogo nilikuwa napenda sana kusikiza hata kama vile vipindi vya KBC kitambo. Nilikuwa nafurahia sana. Kwa hiyo nikakuwa hata jinsi ambavyo walikuwa wanasoma habari, unakumbuka enzi zile kulikuwa na ile black and white TV. Kuna mdada pale alikuwa anasoma habari, alikuwa nakumbuka kama sijasahau alikuwa anaitwa Pauline Mwanzia. Sasa nikiangalia runinga niona jinsi ambavyo alikuwa anasoma taarifa. Mtoto ukambani huyo. Nilikuwa nafurahia sana. Nasema yani siku moja natamani pia niwe kama yeye. Alafu pia nilikuwa napenda sana vipindi vya Injili pale ambapo nasikia mtangazaji sio kama vile kuhubiri kwa redio, lakini nilikuwa napenda sana jinsi ambavyo walikuwa wanaongoza kile kipindi, wachungaji wanakuwa pale ushuhuda. Sasa nilikuwa napenda sana. Kaja akawa mambo yako sana. Wajua kile ambacho unakitamani Mungu ukupa. Wajua mtumishi, nimekaa na wewe karibu sana. Tumeishi katika jumba moja kwa muda mwingi sana pale Canon. Tumekuwa pale sana. Lakini kuna wakati ulinifanya wakati nilikuwa nafanya usiku nitaka kuondoka. Na wale ambao ulikuwa unawaleta pale wanatoa ushuhuda mpaka nasema mimi huo ushuhuda umetoka inawei mpaka mimi mwenyewe naanza kuogopa kwa sababu nimeachwa katika lile jengo. Wale nao walikuwa wanawapata vipi? Wanakutafuta ama ilikuwaje? Wajua sasa kuna muda ambapo kuna ile kitu ambayo inaitwa sumaku. Ile sijui kwa Kiingereza tutaita vipi. Ile ambayo ukiweka kwenye chuma hivi, kama kuna chuma ambazo ziko karibu hapo zinakuja bora mnaelewa hiyo inaitwa magnet. Inavuta tu. Nilikuwa napenda sana mimi mwenyewe binafsi napenda sana kutiwa moyo. Kwa sababu katika maisha kuna muda ambao unahitaji mtu akukutia moyo ili upate kuendelea na safari. Sasa katika ile hali mimi pia kutiwa moyo, wakati mwingine na pita kwenye mitandao watu ambao wanashuhuda ama wamepitia hali za maisha. Nilikuwa napenda sana kutafuta hizo story zao. Sasa wakati ambapo nawatafuta naona sasa yule msikilizaji naye pia akipata kitu kama hichi, kwa sababu unajua kule nje kuna watu ambao wanapitia hali ngumu. Akija asikie ushuhuda kama huu, kama kuna kitu ambacho anakipitia kule nje ambacho ni kigumu, kinamtia moyo, unapata kwamba anapata ile nguvu ya kuendelea. Kwa sababu labda wewe kuna hayo hali unapitia lakini hauwezi kumwambia mtu. Ila ukisikia mwingine anaizungumzia na anasema ndio nilipitia hapa na mwisho wa siku nikaja pia nikasimama, wewe pia unahisi kutiwa moyo. Kwa sababu kuna watu ambao nadhani nikiwa mmoja wao hawapendi sana kuzungumza mambo yao ya ndani, ile hali ambazo wanazipitia, lakini kwa kusikiliza labda mtu mwingine amepitia, anapata kutiwa moyo na anapata nguvu za kuendelea. Unajua mtumishi hapo kwa kusikiza wengine, huyo mtu ambaye apendi kusema, akiambiwa aulize watu, anawauliza vizuri sana. Semeni. Yeye hawezi kusema. Lakini atawaambia semeni, yani fungukeni, semeni yanayowatatiza nyinyi. Huwa ni rahisi sana kwake, lakini kusema ya kwake inakuwa ngumu sana. Mtumishi, ushawahi kuvuta bangi? Bangi nishawahi kuvuta. Asante. Unajua hizi vitu zinatia watu moyo sana. Usione bangi inatia watu moyo. No, hizi stories. namaanisha hizi vitu mtu akiwa pale nje anaweza kuwa anafikiria
ukiwa mtumishi ni kama ulizaliwa ukiwa hivyo, haujawahi kufanya madhambi yoyote, hujawahi kupatana na changamoto, lakini ukipata mbona huyu alikuwa katika changamoto kama zenye niko ndani yake, unapata kama mtumishi alichange, mimi nilichange. Ili kupelekaje jamaa hiyo kitu? Niseme labda kuna mahali tulikuwa tunafanya kabla tukutane nawe, mahali tulikuwa tunafanya. Sasa kuna watu ambao walikuwa ni ule ushawishi tu wa watu, anasema hiyo kipigo na jisikia vizuri. Sasa kuna sasa nikasema si bora na mimi nijaribu. Lakini bwana, ilikuwa si kwamba nilikuwa na huo raibu. Ilikuwa ni kama siku moja hivi. Ukajaribu ukasikia? Ukajaribu. Uliona nini? Nasikia wengine wanaona dunia wanaweza ishika hivi wakarusha. Kwangu haikuwa vizuri kwa sababu nisikia kama kichwa, kama nimebadilishiwa kichwa nikapewa cha mtu mwingine. Kilikuwa kizito ama chepesi? Kuna vitu vingi huko ndani vinafanyika. Sasa mimi nikawa changamoto sana, lakini siwezi tamani. Japokuwa huko uraibu. Ile tu naambiwa na marafiki, ushajaribu, si jaribu piga pafu mbili hivi. Nikamaliza hiyo nini moja hapo. Ukamaliza hiyo moja. Mtumishi shishia na maji. Hiyo ni kali. Maji kidogo, hiyo ni kali. Hukupenda? Sikupenda. Lakini hiyo ndo ilikuwa mwisho wake. Ushawahi labda wakati uko hapa mjini hivi kushikwa na polisi, maybe unaendesha gari yako, pull over, kaa hapa kando tuambie. Hadi maisha ambao watu wengi wanapitia na wanafikiria hao watu wanavunja sheria kwanza. Hao watu wanajipata vile tu, kama mtu unaweza jipata umekosea. They are not saints. Wanajipata kwa makosa, wakati mwingine sio kwa kukusudia, lakini inakuwa ushajipata. Ushawahi kuvutwa kando na polisi? Polisi sasa kunivuta kando, nilikuwa nadhani nimechelewa. Nilikuwa nimechelewa, labda nikaingia mjini usiku, nilikuwa natoka kazini. Sasa nao unajua, sasa ukiwa unatembea polisi, na wakati ilikuwa kama saa 8 usiku, anakuona kama muhuni. Ulikuwa umetoka kuhubiri neno? Hata nilikuwa natoka kazini usiku, lakini nikawa kuna vitu ambavyo vilikuwa lazima nifanye hapo, vikanichelewesha. Sasa wakati ambapo naondoka ndio nikakutana na polisi hapo. Kabla hata ujieleze, na wajua usiku nao wakati mwingine wanatembea tu kama unaonekana tu kama muhuni, maana uko peke yako, watu wengine wamelala. Ngoja. Hapo uko kwa mguu? Hapo nilikuwa natembea tu. Uko kwa mguu unatembea? Mimi namaanisha saa 8 usiku mtaani unatembea? Hata si mtaani, ni mjini tu hapa. Mjini. Wakakwambiaje? Akanishika ile tu kuniuliza maswali hivi kama alikuwa anataka kunipeleka pale Central. Lakini baadaye nikajieleza, nikatoa vitambulisho na akaniachilia. Lakini sijakuwa na uhusiano mbaya na polisi mimi. Tumetoka kwa wewe kutembea kwa gari, ushawahi kushikwa? Mara moja. Bana hii ya gari hii naijua. Akiwadanganya na waambia ukweli. Nadhani hata tulikuwa na wewe. Ile ambapo tumepita ile yale mataa. Unajua kuna taa ikiwaka lazima usimame. Sasa taa limewaka hivi nyekundu hivi, sisi bado tuko barabarani. Ngasikia weka kando. Lakini nashukuru. Okay, sawa. Mlitupeleka lakini pia poa. Haikuwa mbaya, lakini tulielewa makosa yalikuwa ni kwetu, na pia yeye naye akatuelewa, akatuachilia. Wala ni watu ambao wanaelewa sana. Hata nafikiri wanaelewa wakati mwingine zaidi yetu. Wana uelewa mwingi sana, akili zao nyingi sana, sio kama zetu wakati mwingine. Lakini mtumishi, tuingie tu hapa kwa wanahabari. Katika uandishi kuna redio, kutangaza, kuna TV. Kipi ambacho unakiona rahisi, kwa sababu najua wewe katika hizo sekta zote umefanya? Niseme vyote ni rahisi, lakini sasa itategemea wewe mwenyewe ari yako iko wapi. Yaani ni wapi ambapo unapenda ama unajisikia uko vizuri zaidi. Mimi najisikia napenda redio sana. Wewe unapenda wapi? Redio nzuri, mimi pia naipenda sababu nimekuwa pale kwa muda. Wajua redio unakutana na yule mtu wa chini kabisa. Yaani sio tofauti na TV ambapo labda TV wajua ina gharama, lazima inatabaka umepanda kiasi. Ni vyote vizuri, lakini sasa kwa redio unakutana na yule mtu wa chini kabisa, kwamba hata unaweza ukasikiliza ukifanya vitu vingine kama ni kazini hivi. Kuna wale ambao wanatembea na vidude kwa masikio hivi. Kwa hiyo redio nzuri, unafikia pia watu wengi.
pale tu kazini maybe, yani hata sio kwa radio peke yake, hata kwa TV. Kitu gani ambacho kishawahi kufanyika kazini hivi kikakusinya sana kuhusiana na hiyo uandishi, sijui utangazaji, hizo zote? Kwa kasema hiki hapana, uandishi wa habari nao pia sometimes una changamoto. Kuna siku sijui kuna siku niliwahi pewa tangazo, unajua ilikuwa ni lingine tofauti kabisa na imani yangu. Sasa mwenyewe unajiuliza, ili nitafanya ama sasa hapa nitasimama na imani yangu? Ulipewa tangazo utangaze ambalo lilikuwa ni kinyume tofauti na ilikuwa la pombe ama ilikuwa la nini? Alikuwa la pombe, lakini ni kama la pombe hivi. Tuseme tu ni hicho kitengo cha mambo ya mihadarati hivi. Yani kutangaza vibe. Sio kutangaza neno. Sasa mimi mwenyewe najiuliza hapa vitu ambavyo situmii itakuwa vipi? Au kwa unaangalia mshahara, bora nifanye kazi. Sasa ukiwa mahali unafanya kazi lazima uheshimu sheria za kazi. Nikamwambia Mungu ni sawa, mimi nitafanya kwa sababu hapa niko chini ya kazi na hii kazi wewe ndio umenipa. Lakini kama kabisa alikufurahishi, wewe iliondoe. Na Mungu naye mwaminifu. Akaliondoa. Nikafanya siku moja, ya pili nasikia haiko tena. Nilikuwa na producer fulani sitamtaja. Nilimwambia hii kitu, hii tunaifunga, tunaiondoka. Basi acha tungoje tuone. Tukaifunga na kabisa, the following day haikuwa. Baadaye ikaja ikaibuka. Akaniuliza, sasa tulisema hiki tunafunga. Nikamwambia wewe subiri, hii bado haifanye. Na ndio hivyo haikufanyika. Ilirudi lakini maongezi hayakuwa vizuri. Ilikuwa tu ni ile kwamba kama inaibuka lakini haikufanyika. Wewe basi imani kubwa sana kuliko vibe. Imani kubwa. Yaani unaomba ili liondolewe na unajua mshahara unatoka hapo. Wajua sasa kuna mengine naambia Mungu, sasa wewe unajua imani yangu na unajua msimamo wa kazi, lazima tuheshimu kazi. Sasa wewe nitetee hapa. Mungu akasimama na wewe. Kuna haya makanisa mwaka jana walikuwa wanasema makanisa yakuwa regulated. Unaizungumziaje hiyo? Nasema sawa, makanisa yanaweza kadhibitiwa kwa sababu gani? Wajua kuna kile ambacho tunaita freedom of worship. Lakini there has become freedom of worship within freedom of worship. Ina maana gani? Kuna ule uhuru wa kuabudu ambao tunao katika katiba yetu, lakini sasa kuna uhuru mwingine ambao watu binafsi, si wachungaji wote, lakini kuna kitengo ambacho kimeibuka pia na uhuru wa kuabudu katika ule uhuru wa kuabudu. Sijui kama unakumbuka zile tulikuwa tunasoma shule ya upili, story within a story. Sasa kuna ile freedom of worship ambayo ni ya jumla, una uhuru wa kuabudu, mimi na uhuru wa kuabudu. Lakini sasa mimi kama mchungaji nakuja na penyeza uhuru wangu mwingine wa kuabudu, ambapo sasa katika uhuru naanza kuweka sheria zingine ambazo unaona zinazaa matunda ambayo sio ya sawa, na matokeo yake unaona kama ni ya kule Shakahola, kwa sababu yule ni mtu ambaye alikuwa na uhuru wake wa kuabudu, kwa sababu kuna ule uhuru tunaoujua, lakini sasa hapa akaanza kupenyeza sheria zake katika ule uhuru wake. Naona mwisho wake unaharibu. Kwa hiyo yakidhibitiwa vitu kama vile tunaweza tukavipunguza. Shawahi kufikiria, wajua 2027 tutakuwa kwa siasa, kwa uchaguzi. Wewe kama mtumishi, ushawahi kufikiria kuingia kule? Kwa sababu naona watumishi wengi wanasema I can try, naweza komboa. Mimi siasa si hata ungoje nikamaliza point. Siasa sina nia wala maono kama hayo. Lakini unajua kuna watu wanaumia, kuna mahali ya kwendi vizuri. Unajua sasa kwa nini unachukia siasa? Sichukii kwa sababu siasa zitakuwepo na zipo, ni sehemu tu ya maisha. Lakini unajua sasa kila mmoja na wito wake. Kuna wale ambao ukimwangalia hata sasa hivi ukiongea naye anatamani sana apate nafasi ya uongozi, kwa sababu labda yeye anajua akipata hiyo nafasi atabadilisha vitu vingi. Lakini kuna mimi ambaye najua kwamba nikiingia kwenye redio nianze kuzungumza, kuna jinsi ambavyo na mimi nitabadilisha maisha ya mtu. Na ni kama mwili wa binadamu na viungo vingi, kuna mkono kushika, kuna mdomo kula. Kwa hiyo sasa mimi nadhani siko katika kile kitengo cha wanasiasa. Okay, sawa. Mtumishi, kuna vitu ambavyo huwa vinanichanganya. Kuna mchawi na kuna mwanga na huyu mwingine watatu huwa ni nani? Mchawi, mwanga na mganga. Hao watu tofauti yao ni gani? Unajua wewe unajua kuna vitu vingi ambavyo huwa vinafanyika, unasikia yule mwanga, ule mchawi, yule mganga. Unajua mchawi kazi yake ni kuroga. Kuna mwanga naye kazi zake huwa anafanya usiku. Na wasikia sijui ni kama nimemwona mwanga usiku.
ana madhara yoyote yule mwanga? Si wale pia wako katika kitengo kimoja, anatumikia nguvu za giza. Japokuwa kuna wale anasema kwamba mganga kazi yake anaweza akatibu na akafanya nini, lakini wale ni watu ni swala ambalo ni nzito kidogo, sababu hili ni la kiimani. Kuna yule ambaye anaamini kwamba mganga nikimwendea atanisaidia, na huo si ushetani kwa sababu atanisaidia. Lakini kuna yule mimi ambaye najua kwamba nikimwona huyu mtu namwangalia katika mtazamo anatumia nguvu gani. Siangalie kana kwamba amenisaidia, kwa sababu ndio unaweza ukapata msaada kule, lakini msaada wa kule si wa kudumu. Lakini hawa ni watu wako na nguvu zao. Sasa inategemea wewe binafsi na imani yako inakuonyesha zile nguvu ambazo wanatumia zinatoka kwa Mungu ama zinatoka kwa shetani. Kwa hiyo shetani ana nguvu zake ambazo zinaweza zikafanya kazi. Shetani ana nguvu. Wakati mwingine unajua mtumishi huwa anafikiria kuna watu wana imani sana. Huyu mtu akiomba Mungu anamsikiza sana. Lakini nikaona hapa kwa mganga, unaenda kwa mganga nakwambia mtumishi ulianza kazi mwaka 2018. Mtumishi unajua kweli ilianza 2018. Ukafanya hapo ikafika muda ikawa hivi na hivi na hivi. Yes, ikawa hivi. Yaani mimi naona wakati mwingine mganga namchukulia kama mtu ambaye alichaguliwa kuja kusaidia wenye hawana imani ambayo inafanya kazi vizuri. Lakini wajue sasa sijui kama yaani imani yetu iko chini, chukueni huyo atakuwa anawasaidia. Kwa sababu kile anakuambia muda mwingi unapata ni kweli. Siwezi nikakujibu hilo kwa sababu sijamtembelea mganga na sina uhusiano naye wala sina. Lakini ushawahi kusikia story kama hizo? Nishawahi kusikia. Yaani nilifika pale akaniita jina langu. Ananiambia njoo Francis, njoo. Wewe kwanza ni mtumishi. Hai? Lakini wajua kwamba shetani hawezi akajua kitu chochote kutoka kwako labda ambiwe. Ama wewe mwenyewe uzungumze. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anafanya kazi ya uganga. Asante tu twende. Ilikuwaje? Sasa yeye kama alikuwa anajua kwamba unataka kumtembelea, alikuwa na rafiki zake ambao anawatuma kwako, anakuja na kuhoji. Alafu sasa wewe hujui kabisa. Si ni kama vile sasa tuko na yeye hapa. Nije nikuhoji nisikie maneno hapa, alafu baada ya muda naenda namwambia. Wewe utakuwa ushasahau. Alafu baadaye nitakuja nikupendekezee nikwambie kuna mtu fulani unaweza ukamtembelea akakusaidia. Sasa ukienda pale anakuambia maneno yako mwenyewe unashangaa. Unasikia shida zako zote ndio hizo. Okay. Shaelewa kitu hapo. Mtumishi, kuna tuseme katika hii nchi kuna watu ambao unapata huyu mtu matendo yake anaenda kanisani lakini matendo yake sio mazuri. Na kuna huyu mwingine aendi kanisani, matendo yake ni mazuri kabisa. Alafu unapata kanisa wakati huu kanisa linakataa kumzika mtu amekufa. Anakataa kumzika kwa sababu alikuwa aendi kanisani. Lakini matendo yake pale kwa jamii yalikuwa mazuri. Hiyo ni vizuri ama ni vipi? Sitasema ni vizuri ama ni vibaya kwa sababu kila dini ina sheria zake. Kwa nikisema ni vibaya, kuna wale ambao wameweka sheria ili tufanye ibada labda ya mazishi, lazima huyu awe ni mmoja kati ya wale ambao huwa wanakuja kanisani. Kuna wale wanasema kwamba kabla haji kanisani hatuwezi tukafanya ibada ama tukaongoza ibada ya mazishi. Kwa hiyo hapo siwezi nikasema ni vibaya ama si vizuri kwa sababu tena mwenye kuhukumu ni Mwenyezi Mungu. Nikikuhukumu niseme kwamba matendo yako yalikuwa ni mabaya na labda mimi sijui uhusiano wako na Mungu, nitakuwa nakosea. Kwa kuhukumu siwezi nikahukumu. Pili, kwa wale wanaofanya ibada ama wanaongoza ibada za mazishi na wale waongozi pia italingana na sheria zao kama kanisa na jinsi ambavyo walikuwa na uhusiano na mtu ambaye anamfanyia ibada. Unajua kupika? Kupika najua sana. Ni kitu gani wewe unapika vizuri zaidi? Chapati mimi najua vizuri. Kisikia mwanaume anajua kupika chapati, jua hata yale mapishi mengine pia yuko sawa. Kama ashajua kupika chapati. Chapati kwa vizuri. Uko vizuri kabisa chapati. Ulifunzwa na mama ama ulifunzwa na vijana wenzako mitaani? Unajua ndo sasa ukiwa mzaliwa wa kwanza unajua vitu vingi sana. Mtumishi wewe ndio first born. Ndio first born. Basi sasa najua vitu vingi sana pale. Wanasema mtoto wa kwanza anaweza akapitia mambo mengi sana, lakini wa mwisho asipitie. Ama ije hivi, wa kwanza hakupitia, lakini huyo wa mwisho naye atakuja kupitia. Kwa sababu maisha ya wazazi sometimes yana change. Ulianza ukiwa vizuri, ukaishia uko vibaya. So kuna mmoja hapo atasuffer. So did you suffer ama
Mimi nashukuru nikisema kwamba sijui nimepitia changamoto, sijui nimelelewa vibaya, yani nitakuwa namkufuru Mungu. Sababu licha zile changamoto tu za kawaida hapa na pale kama watu wengine, lakini sisi nashukuru kama ni shule tulienda vizuri, kama watoto wengine tu kamaliza tu vizuri. Kwa hiyo siwezi nikasema kwamba ati nilipitia shida, nianze kujuta kusema nashukuru. Ulisoma wapi mtumishi? Nimesoma maeneo ya Thika huko. Maeneo ya Thika. Maisha ya shule ilikuwa vipi? Ilikuwa tu ni kama yale yetu ama ilikuwa mazuri? Kando na kwamba mimi napenda radio sana, lakini kule nilikuwa napenda sana comedy. Napenda. Ulikuwa unapenda comedy sana kule upande ule. Sana. Kitu chochote hasa leo hii kila kitu ambacho kinachekesha. Utanipata hata labda nikishamaliza kazi zangu. Ninatafuta tu vile vitu vya kuchekesha. Wanajisikia raha sana. Unafurahia? Nafurahia. So, hakukuwa na changamoto zozote ukisoma? Maybe unajua mimi kwanza nikisoma, nilisoma nimemaliza form 4. Nimekuja mjini. Nimetafuta shule nimeingia. Nimegraduate mtihani nimefanya nimepita. Nimegraduate. Hakuna mtu hata wa familia aliwahi kufika mtumishi. Mtu hata mmoja hivi wa familia akafika akaona huyu mtoto wetu alikuwa anasoma maeneo fulani. Hakuja kabisa. Yaani kupata shule niko peke yangu. Mtihani kuhangaika nini hapa na pale. Kwanza mama yangu alikuwa anafikiri tunapikiwa shuleni. Alikuwa hajui kama huku college hakuna kupikiwa. Alikuwa anafikiria nakula shuleni. Tumesoma, tumemaliza graduation, nimepigwa. Chenye waliona ni picha. Hawajui huyu mtu alisoma wapi? Hajafika. Pole. Nashukuru mahali ambapo tumetoka ama nimetoka. Mahali tu sema tu tuna ule upendo, umoja. Kwamba kama ni nyumbani sasa hivi hata labda nikiwa na kitu ambacho kinanitatiza, tapata simu ya mama, mzee, wale ambao tumezaliwa nao. Naweza nikasema tu sijakuwa na changamoto yoyote. Lakini kwangu tuseme graduation hawakuja kwa sababu kulikuwa na corona. Walikuwa wamefungiwa. They were ready to come kwa sababu kwanza nikianza hawakuja. Sasa hapa napo ukakuja ukafungwa. Mimi nika graduate hivyo. Basi hapo ufai kulaumu kwa sababu ilikuwa ni sababu ambayo inaeleweka. Sawa. Yes. Kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukazungumzia kama umeniambia ushawahi kuvuta bangi na pombe ilikuwaje? Pombe pia nishawahi. Pombe najua mtumishi au kunywa siku moja. Au kuonja kama hii nyingine. Lakini kando na kwamba pia haikuwa siku moja, mimi sijawahi kuwa na ule uraibu. Nadhani wakati ambapo kuna kifungu kwenye maandiko kinasema kwamba kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Ina maana kwamba misingi ni muhimu sana katika kila ambacho unakifanya. Misingi muhimu sana. Kwa hiyo ile misingi ambayo nilikuwa nimewekewa tangia nikiwa mtoto mdogo. Yaani ni watu ambao tulikuwa tukitandikwa hata vibaya sana. Tumelelewa hata na heshima kubwa sana. Kwa hiyo ile misingi ambayo nilikuwa nimewekewa hata wakati ambapo nakuja kuonja haikuwa tena ule ni uraibu, hata tungekutana na yeye mimi nikiwa mlevi. Ilikuwa bado ni ile tu tunasema ni ushaishi tu wa marafiki. Ishawahi kukukataza kufika kazini ama kuchelewa kufika kwa nyumba? Kuna siku marafiki tu. Ndio wacha tukaingia hapa. Ikafika ulikuwa unatoka kazi ama unatoka shule hiyo time? Ilikuwa natoka kazi. Nikachelewa. Lakini sasa ikafika muda wajua kama kuna kitu ambacho kinakuvutia ndani yako. Wewe inabidi yale yanakuja tu yakiisha nguvu. Kwa sababu sasa nilifikiria kwamba labda huko kuna raha. Ukija upige 2-3 hivi unaona bado hamna tofauti. Ni kawaida tu labda ni ile mihemko tu ya watu. Sasa nikaja hivyo ni kisahau. Najua unamfahamu kama Mwangi. Kama Mwangi namjua. Hebu niambie kitu kuhusu kama. Something about kama Mwangi. Kama Mwangi mimi namjua kama tulifanya kazi naye. Hiyo tu, hamna urafiki mwingine ama achana na mambo ya kazi. Hakuna kitu kingine unajua hiki kitu nakijua na kama. Nikisema labda basi nitakuwa nadanganya. Unamjua kama mtu ambaye mlifanya kazi naye. Kazi tunaye. Asante sana. Kwanza tumekwambia hii inaitwa Maneno's Joint, ambayo tutakuwa tunakuletea story kama hizo ambazo unasikia mtumishi hapa Francis Mande anakupatia. Ni story za kweli, usifikirie ukiwa pale nje mambo ambayo unafanya uwezi ukachange. Ukimsikiza
safari yake, amepitia mambo mengi sana ambao kama vijana wengi huku mtaani tunapitia, lakini yeye akajinasua na akaendelea na akawa mwenye sahihi, ndio tunamsikiza. Watu wengi najua wanamisi sana Tulizo. Hebu tell your fans, watu wa Tulizo waambie kitu mtumishi. Mimi napatana na watu huko barabarani wananiuliza, "Vipi Tulizo?" Tulizo, sajua kila kitu kina mwanzo na mwisho wake. Tulizo ilifika muda ambapo sasa hatungeweza kuendelea sababu ya zile sheria ambazo zilikuwa pale. Usimamizi ulikuja ukabadilishwa, kwa hiyo ikawa hatungeendelea. Lakini nawaambia tu hivi karibuni kuna kitu kizuri ambacho kinakuja. Sitaki kutangaza. Mshasikia. Tuzidi kuomba Mungu na najua kwamba mambo yatajipa. Na umfuatilie sana hii channel ya Maneno's Joint. Tunasema ukiingia pale YouTube una subscribe Kachiwa Maneno. Hizi episode zote za Maneno's Joint zitakuwa ziko pale, na ya kwanza tumesema ni ya mtumishi Mandi. Na Mandi, hebu kabla tumalizie, hebu bariki kabla tumalizie. Asante sana. Shukran. Na ni vizuri kama vile nikwambia, misingi ni muhimu sana. Ukimtanguliza Mungu mbele, najua kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo wacha tu tuombe alafu tutakuwa tunamalizia. Asante. Baba, katika jina la Yesu mtakatifu ishie milele, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tunakutukuza na kulinua jina lako kwa utakatifu. Asante Bwana kwa nafasi hii ambayo umetujalia kuwa katika mahojiano haya. Baba, nakushukuru na kulinua jina lako kwa utakatifu. Wacha asije akawa tu ni mahojiano tu ya kawaida, lakini akamsaidia mtu kule nje atakatiwa naye mwenyeji wa kipindi hiki. Baba, ukazidi kumuinua katika viwango vingine vya juu tofauti. Baba, kwa heshima ambayo umenipa Baba, nawe pia ukaweze kumuonyesha heshima zaidi na kumuinua na kufikia malengo yake. Asante ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asema kile kitu ambacho tunakiomba kutoka kwako Baba unatimiza, sababu wewe ni mwaminifu. Naomba ukakutane na matamanio na mahitaji ya moyo wake Baba, kipindi chake ukakibariki na ukazidi kumuinua hadi katika viwango vingine, ukamuondolee changamoto zote na mitego yote ya shetani Baba, ukaiondoe zaidi ya yote watu wote ambao watakuwa na wahoji katika kipindi hiki Baba, ukampatie nguvu dhidi yao, na iwapo labda kuna yeyote ambaye atakaye kuja na nia mbaya Baba, namkemea katika jina la Yesu nikisema kwamba kipindi hiki jinsi ambavyo tumeanza na wewe, wacha kikaendelea na wewe ukatembea pamoja naye, na uwepo wako Bwana ukamuongoze katika vitengo na hatua zote ambazo atakuwa anazipiga. Asante, wewe ni mwaminifu. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu naomba na kuamini. Amen. Tumishi? Yes. Asante sana kwa kufika. Naamini kwamba safari imeanza na imeanza vizuri sana. Amina. Imebarikiwa. Asante sana. Karibu tena na tena na tena. Tukikuhitaji tena tutakuwa tunakuita. Mambo yakikaa kama yanakwama tutakuwa tunakuita. Amina. Nitafika kabisa. Msikilizaji, tunakwambia asante sana kwa kuangalia Maneno's Joint, our very first episode ambayo tumesema ni katika season ambayo tunaita season ya kwanza. Episode ya kwanza inaitwa Behind the Microphone and Screen. Mgeni wetu wa kwanza amekuwa Francis Mandi. Ingia pale YouTube, subscribe, fanya tusonge haraka. Ndio hapo chini pia andika mgeni mwingine yupi ambaye unataka tumlete hapa, na pia kama una swali kwa Francis Mandi pia uliza hapo, na ni kitu gani ulikuwa hujui kuhusu Francis Mandi pia unaweza ukaweka hapo. Asanteni sana, tupatane tena next week.